Kuna tukio ambalo limetokea usiku wa kuamkia jana katika nchi ya Kenya kwa mchungaji ambao tunasema nabii Pastor Ezekiel Odelo. Sasa tukio ambalo limeenda kutokea ni tukio ambalo Pastor Ezekiel Odelo akiwa anawaombea waumini, na baada ya kuwaombea waumini pale ambapo wamezama katika mkesha wa kufunga kwa ajili ya Kwaresma, kwa ajili ya maandalizi na maajilio ya Pasaka. Sasa kitu ambacho kimeenda kutokea ni kitu ambacho kwamba imeenda kutokea nyoka kubwa katika madhabahu, na madhabahu hayo yeye ameenda kusema kwamba Mungu ndo ameenda kujiinua na kufanya miujiza kutokana na huyo nyoka. Sasa watu wengi wanaenda kujiuliza kwamba Pastor Ezekiel Odelo vitu anavyovifanya ni vitu ambavyo ni vya unabii au kuna sitofahamu ambayo inaendelea katika kanisa lake. Sasa kumetukua na mtafaruku mwingi sana ambako jana usiku ambako huyo nyoka ameweza kutokea katika madhabahu yake, na watu wengi wameweza kukimbia na kuweza kutafaruku. Sasa tumeamua kupiga story na baadhi ya waumini, na wameanza kufunguka mambo mazito sana, na kuna baadhi ya waumini wameenda kusema hili tukio si mara ya kwanza kutokea katika himaya ya Pastor Ezekiel Odelo. Mara ya kwanza iliweza kutokea ni pale walipokuwa wanafanya maombi katika mji mkuu pale Nairobi na kufanya maombi. Sasa kumbuka hii ilikuwa ni mkesha wa mwaka mpya, iliweza kutokea mamba mkubwa sana katikati ya umati, na hapo akasema napo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi. Na ukikumbuka kuna namna ambavyo jana alikuwa anaombea na akishika hiyo fimbo na alikuwa akikunyoshea hapo hapo unadondoka. Sasa katika kule kudondoka, waumini wengi waliweza kudondoka na kuanguka chini, na baadaye huyo nyoka akaweza kutokea. Na baada ya kutokea huyo nyoka, ni nyoka ambaye ana maajabu mengi sana, na ni nyoka ambayo alikuwa akitoa sauti ambazo unaweza ukasema kwamba mtu si mtu, mnyama si mnyama, mdudu si mdudu. Yaani ni madudu na machafu ambayo alikuwa anaendelea. Sasa kitu kikubwa ambacho napenda tukitoe comment hapo chini kwamba je, kama ni miujiza ya namna gani ambayo Mungu anaweza akamtoa nyoka ili aje atoe miujiza, wakati huyo nyoka ndo tunayemjua kwamba ni shetani na ni ibilisi ambaye afai katika maisha yetu, kwa sababu tunajua Adam na Eva pale walipoenda kujaribiwa na shetani, alienda nyoka na kwenda kuwajaribu. Sasa na kwa nini Pastor Ezekiel Odelo kama ni nabii, kwa nini aende akaoneshe miujiza ya nyoka? Na tunajua kwamba nyoka ni kiumbe ambacho ni haramu, nyoka ni kiumbe ambacho tuseme ni ibilisi. Sasa kuna baadhi ya watu wengi wameenda kufunguka na kusema kwamba ni sahihi vitu, kwa sababu kuna pande mbili ambazo watu walikuwa wanaongea. Wengine wanasema kwamba ni miujiza ya Mwenyezi Mungu ambao imeweza kutokea kwa Pastor Ezekiel Odelo, na watu wengine wakiwa wanazungumza na kusema kwamba hii si miujiza bali ni Illuminati ambao wanafanya kazi na Pastor Ezekiel Odelo, ambao wameingia ubia kwa pamoja kwa ajili ya kututeka sisi waumini, kwa sababu kanisa huwa linajaa ni yani mkesha ambao unakuwa wa Mamposa. Sasa ndo mkesha wa Pastor Ezekiel Odelo unakuwa ni mara 100 na mkesha wa Pastor Mamposa Bulldozer, kwa sababu ni mkesha ambao kwa siku ya jana ulikuwa na watu takriban 2000. Sasa tukiangalia takriban watu 2000 ni watu wengi sana katika huo mkesha, na ni watu ambao walifunga na kuomba na kuambia ndani ya siku 3 wakihitaji kupokea miujiza, kwa sababu huu ni mwezi ambao kwa Waislamu wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa Wakristo wako katika majira ya Kwaresma. Sasa wanasema kwamba nia na mazumuni ya kufunga ni walikuwa wanaomba kwa ajili ya maajilio matakatifu ya Mwenyezi Mungu ili ashushe neema, kwa sababu wanasema kuna ukame ambao ni mkubwa sana katika nchi ya Kenya, ambako mvua imekaa takriban miezi 2 haijawahi nyesha na haijawahi fanya chochote. Kwa hiyo wakawa wanaomba ili Mwenyezi Mungu ashushe utukufu ili mvua ianze kushuka, kama ambako Tanzania kwa baadhi ya maeneo ambapo mvua huwa hazinyeshi, na sisi inabidi tujinyenyekeze mbele za Mwenyezi Mungu tuweze kuomba ili mvua iweze kushuka, kwa sababu huu mwaka ukiendelea hivi watu wengi sana wanaweza wakafa kwa njaa, itarudi kama gharika ya Sodoma na Gomora. Sasa ni siwachoshe sana, ila kikubwa kama hujasubscribe channel hii, jaribu kusubscribe, kucomment, manake hapo mbele naenda kukuonesha nyoka ambaye
aliweza kutokea katikati ya umati wa Pastor Ezekiel Odelo. Kikubwa tu usisahau kucomment, kushare na kulike, kwa sababu kitu ambacho unatakiwa kucomment ni kuandika, je, huu muujiza ambao kaenda kuufanya Pastor Ezekiel Odelo, je, ni muujiza wa Mwenyezi Mungu au ni vile watu ambao wanasema Pastor Ezekiel Odelo kaenda kujiunga na Illuminati? Kwa sababu kuna skendo nyingi hapo nyuma ambazo zinaweza kutokea, kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya, kuna baadhi ya mapango ambako alikuwa anaenda kuabudu, na huko ndiko anakotoa mafuta ya watu, na tunasema kwamba mafuta ambayo anaenda kutoa, watu wengine wameenda kusema kwamba ni ya maiti ambao ni watoto wachanga wanakuwa wamefariki. Kwa hiyo anaenda kuyatoa hayo mafuta ili watu waamini kwamba ni uponyaji ambao unaendelea. Sasa ni vitu ambavyo vinavyofanyika, ni vitu ambavyo ni vibaya na ni madudu na ushetani, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeenda kufanyika na si vya kumtukuza Mwenyezi Mungu wala si vya kumpendeza Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema pale ambapo mtaniita nami nitaitika, pale ambapo mtaniomba nami nitakuja. Sasa tunamuomba kwa namna gani ambavyo Mwenyezi Mungu huwa anatuma ishara ambazo ni njema. Sasa kama ishara ambayo tunaomba kwa Mungu ili atushie mvua, ishara hiyo ndio ambayo Pastor Ezekiel Odelo kaomba na imeenda kushuka nyoka. Ni kitu ambacho hakifai na ni kitu ambacho watu wengi hata kama ni imani bado tuna wasiwasi na hicho kitu. Sasa kikubwa ni kushauri, kama hujasubscribe channel hii, jaribu kusubscribe, comment na kushare ili kuendelea kupata update ambazo zinaendelea. See and until next time.